Gospel Clouds TV, empowering lives. Tafuta hiyo 1000. Haungetoka kwa nyumba uende ukatafute hizo 50. Si ni ukweli? Therefore, as leaders, we need to make sure that those we lead, umefanywa kiongozi na Mungu. Bwana asifiwe. Kiongozi hatokagi kwa popote. Kiongozi hata wa vikundi hutoka kwa Mungu. Therefore, jiangalie useme mimi nimetumwa na Mungu. Mimi sijakutuma. Bwana asifiwe. Umetumwa na nani? Na amekupatia watu uongoze. Jiulize swali moja. Watu nawapeleka wapi? Where are you taking the people you are leading? Unawapeleka wapi? Because kama vile Mungu alikupa watoto na utamrudishia hesabu ya hao watoto, pia wale unaowaongoza utarudishia Mungu hesabu. Utawaambia uliwapeleka wapi 2027. Mulienda wamama mnapanda juu ya marori. Haye. Mutumia mugima kaisa lori iguru. Mama kama mimi napanda juu ya lori nimevaa trouser. Njaa ya siku moja haitafanya upoteze your dignity. Si ni ukweli? Siwe ni mama. Na si watoto wako wanajuana na watoto wengine. Wakikuona juu ya lori hata uwapelekee nyama siku hiyo. Do you know that will live with your children for the rest of their lives? Niliona mama yako juu ya lori. Unajua hata bikers ilionekana. It doesn't matter whether you are hungry. But for you as a leader, you must make sure ngaraguni ekatea. So what are you planning for your people? Unapangia watu wako nini? Kwa sababu huu mkutano wetu sio wa siasa. But you see, siasa na sisi ni kitumo. Sisi ndio wenye kura. Tukiona tusiseme. Tuseme tusiseme. Tuongee tusiongee. Labda apostle atanichapa. Lakini labda apostle atanichapa. Lakini nataka kuambia kiongozi wa leo that your responsibility is to economically advocate for the people that you lead through capacity building. How do you build the capacities of the people? By the way, you don't need money to start a business. You need your head to do business. Tumeelewana? Therefore, you have a very big responsibility as a leader to make sure that the people you are leading kuna kazi wanafanya na ni kazi iko na manufaa. Number 2, you must be a leader who brings peace and order. I'm not telling you to keep quiet, because being quiet and suffering does not interpret to peace. Wakati unaumia, does it mean you have peace? Can you give peace? If you don't have peace, can you be an agent of peace? Therefore, to be an agent of peace, lazima wewe mwenyewe ujue kuwa advocate wa amani. You are not suffering and you are not being forced to be calm. The work of a leader, of the Prince of Peace, mfalme wa amani, number 1 is to speak clearly, categorically against any injustices. Bwana asifiwe. Can I give you an example? Mimi nimefanya kazi Mukuru kwa Jenga, nimefanya kazi Kibira, nimefanya kazi Mathare. I have worked in all the slum areas. And I know the injustices of slum areas. Wewe mama unashuhudia bwana yako akishika mtoto wako na unanyamaza. Is that peace? Mnashuhudia mtu akiua mtu na mnafanya nini? What do you do? Nimedanganya? Si mnajua kufunga mdomo? That is not peace. Bwana asifiwe sana. That is intimidation. Unanisikia? Anasema nisongee karibu. Na nimesongea karibu. Si ni ukweli? I have witnessed girls being abused in the slum areas. Na mama mkubwa kama mimi ananyamaza. Ati unajua hiyo kijana atatuua. Bwana asifiwe. Na mkishikana nyote mkatae.
mseme the whole of that, hiyo line yote, mseme huyu kijana tutaongea. I have seen the police come akibembeleza watu, oye kujeni muandike statement kwa, will you go and write it? You do not. They don't. You don't. The peace that you shall bring in that estate is to go to the police station, write a statement, and show where that criminal is. Akiwa arrested, there will be peace. Si ni ukweli? But when you keep quiet, number one, you are advocating injustices. And you are not a prince of peace. You are not an advocate of peace. Si ni ukweli? Number two, we also witness violence. Unakubalia your child to be a terrorist in the estate. Na acha niwaambie, mzazi ana nguvu sana kwa mtoto. You can talk to your child. Unaweza ongea na yeye. Unaletewa simu na mtoto na hajakwambia ametoa wapi. Mama unatumia hiyo simu. Amekubaia ako kazi wapi? Simu mzee amenunua wapi? Ni wapi kunauzwa simu second hand? You need to know. Si ni ukweli? You must advocate against violence. Kama unataka kuwa mmoja wa ufalme wa, lazima kukue hakuna huyu hajaumiza huyu na huyu hajaumiza huyu na wewe hujaniumiza. Si ni ukweli? Number 3, we must fight the greatest enemy of our generation, poverty. Umaskini. Bwana asifiwe. Umaskini maji ni kitu mbaya. Si umaskini ni kitu mbaya? Unaona tu mtu akikufa na kaugonjwa kanaweza pata dawa. Sababu ya umaskini? Unaona mtoto wako akienda kuharibika kwa sababu umeshindwa kumsomea? Na hiyo mtoto si ati hangesoma. Si ni ukweli? Kwa hivyo umaskini ndiye adui mkubwa wa ujenzi wa maisha yetu sisi, na ujenzi wa taifa letu la Kenya, na ujenzi wa kanisa, na ujenzi wa dunia yote. Si ni ukweli? Kwa hivyo as grassroots leaders, you must come up with ideas and innovative ideas that are going to change poverty into income generation. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna mtu anakatakataka sukuma anajenga nyumba. I am not telling you to be a learned person like myself. I am not telling you to be a priest like me. I am telling you hapo wewe ulipo. As a leader, you need to mobilize those women. You need to mobilize those young people. You need to mobilize those men and come up with income generating activities that are going to change the lives of our people. Wacheni niwaambie, mkitegemea serikali imewasaidia since 1963. Kazi ya serikali ni kutupatia pesa. Kazi ya serikali ni kutengeneza structures and policies that are going to enable economic development. Si ni ukweli? Kwa hivyo usifikirie serikali ukifikiria utakula nini. And I can tell you for sure, mimi na pesa mingi, but hiyo pesa ya siasa kisiwezi kuikula. Hiyo pesa kama Gachagua alisema imelaani. Ununue nyama na usiweke kwa biashara yako. Si ni ukweli? If only we can walk away from that, hiyo mentality. Kichwa yako inafikiria uko maskini. Kichwa yako inafikiria uko na shida. Kichwa yako inafikiria unasaidika. Hata ukipoa 10,000, let me tell you, tomorrow utakuwa na njaa. Kwa hivyo umaskini kwa wapi? Umaskini kwa wapi? Umekubali mimi ni maskini. Si ni ukweli? Mimi naishi Mathare. Ni nani wa Mathare mliona akiwa mtu? Let me ask you. Huyu msichana anaitwa nani ameolewa na Muhindi? What is her name? Yule ameolewa na Muhindi. Huyu anahubiri anaitwa nani? Anaitwa nani? Natasha. Natasha ni wa wapi? Alizaliwa wapi? Alizaliwa Kawangware 46. And she ended up in Mathare. Yes, she has lived in Mathare. But where is she today? Anaishi wapi? Karen. Si ni ukweli? Kwa hivyo kuzaliwa Kawangware 46, kuzaliwa Mathare, kuzaliwa sijui Mukuru kwa Jenga, haimaanishi huwezi toka huko. Si ni ukweli? Lakini wewe ndio unajitoa. Hakuna mtu anaweza kukutoa.
Do you think I can get you out of your mentality? Do you think I can? Mimi nikikuita kwangu nitakuandika Mbuchi. Hello? Ukitoka kwenu Mathare ukuje kwangu nitakuandika nini? Na ukianza kabiashara kako, you are the boss of your. Kwa hivyo tubadilishe mentality. Unasikia? Kama huna nani yako na pesa? Bill Gates hakuanza Bill Gates Foundation na pesa. Facebook hakuanza Facebook na pesa. Mwenye TikTok hakuanza TikTok na pesa. Alianza na nini? The first thing you must change is your thinking. Tabia zako, vile unavyofikiria. Ukikubali wewe ni maskini, na shetani anakuja na tunyungu tuote twa maskini anaweka hapa. I really appreciate the Gen Zs. Kwa sababu hawa watoto they do their own things in their own time. But I can tell you, yule Gen Z hajiwezi sahi, haki ya Mungu, ongea na majenzi wengine. Because they know how to make money. I can tell you don't need money to start a business. You need a good idea. Am I right, young people? I don't want us to have an argument. Because that is your mentality. Let me tell you something. Why you don't need money. Wacha kelele. Unajua hata kelele ndio inafanya usisikize. Let me tell you something. I do online work. Madam, you are in the wrong forum. Nisikize. Vijana wanafanya kazi ya online. Si uko na simu? Your money is your phone is an investment. Wewe nyamaza, please. Unaona hiyo ndio ilifanya bwanako akutupe. Kwa sababu ya pepe husikizi. Yes. That is the truth. Unajua ubaya wangu mimi usema ukweli. Because you see, if we are going to talk, kama tuko watu 300 hapa, sote tuongee, tutasikizana? Tunaweza sikizana watu 300? What is the best way to communicate? Sindi kuongea moja. Ukiwa na swali unainua nini? Unasema maneno yako unasikizwa na kila. Lakini ukikaa pale kwa kona uanze kusema we need money. Siasa inakuja 27, you will get money. Si ni ukweli? Utaweka mtu kwenye muharate wa pesa, wewe ubaki ukikula ugoje 2032 fanye vile ugoje, because let me tell you something. After 18 years of age, you are on your own. Legally. Kisheria huwezi peleka babako kotini, useme amekunyima. Huwezi peleka mama yako kotini, useme amefanya nini? You are on your own at the age of 18 years. And therefore, it is up to you. Hiyo pesa ninapenda sana, nijue kule nitaitoa. Ni kweli? Na sio pesa ya dakika 10. Ni pesa ambayo nitakuwa nikipata kwa kila wakati. Kama ninapata 500 kwa siku, ninajua vile nitapanga hiyo 500. Si ni ukweli? Lakini kesho najua nitapata ingi. Leo hii nikikupatia 10,000 na kesho si uko na madeni. Utaenda ulipe madeni. Uko na kapesa, hujakula nyama for a long time, ukule kanyama. Kama mimi napenda nyama sana, siwezi kaa na 1,000 kwa mfuko na nyama ikae butchery. Hakuna moja ataondokea mwingine. Niende nikule na kesho nitafanya nini? Therefore I need something we call continue. Kile unachokifanya. Nikisimama ni hapa nikwambie uza nguo. Unajua kuuza nguo? Nikikwambia uende Marikiti ukauze, unajua Marikiti ni wapi? Lakini katika roho yako, in your own mind, in your own heart, there is something you've always wanted to do. Ni kweli? Hiyo kitu umefikiria kufanya maishani mwako. That is what we are talking about today. Because kitu Mungu ameweka kwako ni ile maono ameweka ndani yako, na hiyo maono ndio itakutoa kwenye hiyo kutaka pesa, kukua na And as I finish, tuondoe uoga. Bwana asifiwe. Poverty brings fear. When you want to venture into anything,
unajivuta nyuma. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kutoka leo tuondoe huo, tuondoe kujidhara. We are all equal in the eyes of God. Si Mungu ametuumba sote na anatupenda. Na Mungu afanyagi makosa, si ni ukweli? God has not you as a mistake, because God does not make mistakes. And therefore ukisikia uoga sana, ukisikia unajidharau sana, ukisikia umefinyilika sana, simama kwa kioo uambie hiyo msichana huyo unaona upande ule wa kioo, I am fearfully and wonderfully created in the image and the likeness of. Na kwa sababu ni Mungu ameniumba na ananijua, roho wa uoga aniondoke, so that you can be able to face the giants of your life. Umaskini is a giant, si ni ukweli? Ugonjwa is a giant. Maisha tunayoishi iko na mazimu mwingi. And for you to face a giant in your life, you need to take the hold of the biggest giant. The word fear. Bwana asifiwe. The word kuona kama haiwezekani. Visababu vya maisha is another giant. Mimi sina pesa, mimi sina uwezo, mimi sijasoma, mimi si. Utaishi na mimi si? Mimi si. Unajua siwezi. Unajua. Mfalme wa amani anakuambia leo, you can do it. You can. As I invite Apostle, nataka usimame juu, upige makofi tukimwalika Apostle, and also tell yourself, I can do it. I can. Useme tena. I can. Unaweza. Si unaweza. Kuna kitu hakiwezekani kama Mungu yuko. Si Mungu yuko na sisi. Mwanasiasa hata kuwezea, si ni ukweli? Mwanasiasa hata kuweze, utampatia kura zako akabebe watoto wake na V8. Si ni ukweli? Wewe utabaki kama mguu na 1000 iliisha, hata unatoka Kayole mguu. Unatoka Kawangware mguu. But if you can stand on your own 2 feet, useme I can do it. Simama hiyo kiti. Bwana asifiwe. If you think you have the capacity to be an MCA, simama hiyo. You don't need money. Sikuna mwingine Meru alienda na baiskeli. Si alikuwa MP na baiskeli. Wewe si hata unaweza. If you think you can, go ahead and say I can do all things through Christ. Kumbe mnajua hiyo verse? Si muisome. Pigia Reverend mazuri. Makofi mazuri kwa Reverend. Makofi mazuri kwa Reverend. God bless you so much Reverend. May God do you great wonders. Nataka tu ukiwa umesimama namna hivyo pasi muda mwingi tena zaidi, nimlete mtumishi wa Mungu ambaye kiongozi wetu Apostle Ndura Waruinge. Makofi pamoja napomleta mtumishi wa Mungu. Habari zenu. Hebu fanya hivi. Jistretch kidogo. Abia mwenzako tuko kanisani, hata kama tumekuja kufanya siasa, tuko kanisani. Hebu uliza mwenzako, umeokoka ama wewe ni Muislamu? Ama wewe ni mkora? Unajua unaweza kuwa Muislamu ama ukuwe umeokoka ama ukuwe mogeke ama ukuwe mkora. Muulize mwenzako, muulize wewe ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kuketi tu chini kwenye viti zenu. Mimi sina megi. Nilipatiana hall mkuje msugumu na viongozi. Na mimi naona viongozi wako hapa. Si ndio hawa? See, these are the leaders. We thank you and I appreciate you for coming. Mtapata nafasi muongee wenye mnataka. Si ndio? Lakini the reason tutulie tu, wale wanaongea tutulie tu. Si ndio? Tutulie mpaka kule nyuma. Mimi naitwa Dora Waruinge. Wangapi wanajua Dora?
Aha. Ukiona mtu anajua Dora, alikuwa mfuasi wangu zamani. Ukiona mtu ameinua mkono ananijua, tulikuwa na yeye mahali fulani. Mnajua ni wapi? Alikuwa nini? Kudi haramu. Wakati wanajua kudi haramu? Kudi haramu wa members wa kudi haramu inua mkono juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliokoka. Nilihama kwa kudi haramu nikakuja nikakaa hapa. Hapa ndio nahubiri hapa ndio nahubiri. Hapa ndio nimeajiriwa kazi ya kuhubiri. Hakuna mhubiri asiwahi kudanganya tena fanyaga kazi ya Mungu. Ati ni yeye kazi ni fuli tunalipagwa. Ile sadaka mnatoaga tunakulaga. Ni sisi tunakula. Na hiyo ndio imeniweka wapi? Hiyo ndio imeniweka hapa. Ndio naona lazima nihubiri, niseme usipotoa hata bigu inakukataa. Lazima nikuhusie uoga ndio utoe kwa sababu si nyumba inalipwa. Si stima inalipwa. Hii kasuti unafikiria niliokota kwa barabara? Ni mfuko yako. Bwana asifiwe. Na sasa kama ni mfuko yako, na mimi nikupatie maneno ya wapi? Ya hapa duniani, ya biguni na venye utaishi vizuri. Mimi nilikuanga jabazi. Sema jabazi. Nani amekuwa mwizi hapa? Inua tu mkono. Let us be genuine. Leo nataka tukue genuine. Mfanya nini? Mkue nini? Genuine. Tuongee sasa. Tumefunga mlango. Tuongee tukiwa genuine. Ndio tuabiane tutatoka hapa tunaenda wapi. Ile mambo ya kukujaga ati nilikuwa mzuri, nani alikuwa mzuri? Hakuna mtu mzuri dunia hii. Sisi wote ni watu baya. Kama hebu tuangalie. Si wamama ama wasi hapa kuna wamama wengi wametoa mimba. Ni kuua waliua ama ni kutengeneza walitengeneza? Sasa huyo tunamuita nani? Muuaji. So wauaji ni wangapi wako kwa hii nyumba? Bwana Yesu asifiwe sana. So nataka tukue genuine na tushirikiane because nataka tuzungumze, tuongeleshane. Hakuna mkubwa hapa na hakuna mdogo hapa, ni kuongeleshana nini? Tuulizane ni kwa nini uko kwenye hiyo maisha. Mimi uzamani wakati nilikuwa chokora. Nilikuwa naishi pale Jiro na Mweki. Hapo ndio nilianzia kazi yangu ya shokora. Kwa sababu tulikuwa pale Githurai roundabout, hapo kuna kanisa ya Catholic hapo chini. Kulikuwa na ile Dadora dubbing site ilikuwa hapo. Mimi ndio nilihamisha nikaileta Dadora. Mimi ndio nilihamisha. Nikakuja tukatafuta shimu ile ya Dadora tukaanza kuleta maroli hapo. Sasa kutoka hapo ndio tukiwa machokora tukakuja Padi. Tulipokuja Padi tukagraduate. Tukakuwa chokora ako na akili. Chokora ako na nini? Ako na akili na ako na pesa. Lakini bado nilikuwa nafanya nini? Na vikula guru na kigunia nilikuwa nabeba. Sasa nilipofika hapa Dadora ndio nilianza kukutana na watu wanajua kutafuta pesa mzuri. Akina Madheri na akina Rasta na nani mwingine? Na Wasoso. Sasa hao tulikuwa tunakaa nyumba moja, tunapanga mpango moja, maana mimi ndio nilikuwa nawekeaga buduki hapo Dadora dumping site. Wanaenda wanatafuta pesa, tunakuja tunawagania wapi? Nikiwa miaka 21 ndio niligusa milioni 2 za kwanza. Nikiwa na 21. Sasa wewe ukiwa na 21 years ni pesa ngapi umeguza? Ni pesa ngapi umeguza? Ukiwa na 21 years. Ulikuwa tu unakula kwa mama yako na unakula kwa baba yako ama unafugwa mahali fulani. Si ndio? Sasa unataka kuniambia mimi saa hiyo ni serikali ilinipatia pesa? Nilitumia nini? Nilitumia akili. Hata kama hazikuwa mingi, nilitumia kidogo zikanipatia pesa. Mbona mpaka saa hii wewe unalia serikali saidia? Why are you still crying? Nikiwa chokora pale Mweki, pale panaitwa Maguo. Wangapi wanajua Maguo? Hapo ndio nilijenga nyumba yangu ya kwanza ya karatasi. Na ilikuwa na bedroom ngapi? 2 ya makotoni hivi, mahali kulikuwa kunauziwa ma scrap metal hapo chini. Ndio nilijenga nyumba yangu ya kwanza. Na ilikuwa na bedroom 2 na sitting room.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama sasa ukiniwekea hesabu, unaona mimi ni nani? I was an investor. Ndio maana nilijua kujenga nyumba. Hata kama ni ya makaratasi, nilijenga nyumba. Wewe umejenga nyumba gapi? Ama bado naishi ya kukoboa? Mimi Nairobi hii yote sijawahi ishi nyumba ya kukoboa. Sijawahi. Huko Githurai ndio nilikuwa nimejenga nyumba yangu ya kwanza kwa takataka na hiyo ya maguo ya makotoni. Tukatoka hapa tukaenda pale Masiba Kayole kule chini. Kule Ramji hapo chini. Hapo ndio nilijenga nyumba nyingine ya karatasi ya nylon. Sijakoboa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe unalia ati serikali imetufinya. Serikali gani? Mimi nilioperate na nilitengeneza territory yangu. Kutoka hapo ndio nilihamia nikaenda Mukuru kwa Jega. Mukuru kwa Jega tukakata kiwanja ya Badiga mkalijini mwingine hapo. Tukakata kiwanja, tukaongea na chifu, tukakata kiwanja. Alipoleta shida tukafukuza, tukatuaga na Mathiokole, akatoroka. Tukajenga nyumba hapo. Tukajenga nyumba hapo. Na tukakaa mpaka sasa hivi Mukuru inasimama haijasimama. Hata kama sasa nasikia mtabomolewa lakini imesimama. Tulianzisha na tukajenga Mukuru na ikakua. Hapo kwa mama mwingine alikuwa anaitwa Katoto. Mnanielewa lakini? Sasa kutoka hapo ile chang'aa yote ilikuwa inauzwa hapo, nikasema hakuna chang'aa itaingia wapi? Ukiingiza chang'aa lazima unipe pesa, ulipe kodi. Kutoka hapo tukasema ile lori yote inamwaga mchanga ilipe kodi. Tukasema magari yote inamwaga mawe ilipe nini? Tukaenda kwa matatu, tukashika matatu zote ndio pareti Kenya lazima ifanye nini? Sasa mnasema hivi, mlikuwa mnasema Mugike ni baya, Mugike ni baya. Wacha niwaambie the good side ya hivyo. The good side. Yes, it was not good. Maana umeleta matatu yako ndio tumekunyaganya. Tunakwambia ndio kae nyumbani tukuletee pesa. But there is another good side. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine tulienda mpaka banki. Sasa the good side ni ya kwamba nilitumia nini? Kutengeneza space yangu. Ile kitu nataka nikuambie ya kwamba hakuna space left for you. Nataka tuanzane hapo. There is no space left for you and no mercy for you and nobody is interested with you not unless uko na kitu kinanyonywa kutoka kwako. Kama hauna kitu ya kunyonywa, wewe ni takataka mpaka wakati utanyonyeka. Umanielewa? You become a hero because there is something I'm taking from you. But immediately I take what I want, you are no longer valued. Na hii ndiyo kasumba ambayo lazima tuiondoe. Na hiyo ndiyo sababu nimewaita tukuje tuulizane maswali. Si kukuja hapa kama kiongozi, nataka tuulizane maswali. Maana Mungu amenibariki. Mimi nilikuwa mwizi na wakati nilikuwa mahali popote nilienda kuiba, niliiba na nikafanikiwa. Meaning Mungu alikuwa pamoja na mimi. Mungu wangu hajawahi kuniwacha. Mahali popote na mahali popote nikichora tunaingia hapa. Kama nikukuweka baridi, unajua lazima nitumie nguvu. Hii nguvu nilikuwa natoa kwa shetani? Hapana, si lazima nitumie akili. Akili ni ya shetani? Hapana, nilikuwa natumia akili nimepatiwa na Mungu, na wekelea kabuduki hapa na kuuliza, hebu sikiliza, unasikia ni baridi ama ni moto? Unasema ni toi. Unaroga juu kamoja, twa, anasema si toi, wanatoa. Hiyo ni akili. Maana kuna mtu anaweza kuwekelea buduki yangu hapa waone watu wawili watatu wakianza kuhara. Wakianza kutoroka. Si ndio? There is something that God will put you. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako ni venye kinatafuta njia. Maana wakati hiyo nilikuwa natafuta njia ya hivi sasa niko. Mnanielewa? Nilikuwa natafuta njia ya venye niko sasa. Maana sasa naendaka Europe, naendaka nakutana na Charles, naendaka napatikana na Putin, naendaka nakutana na wakubwa. Lakini hata siku hiyo nikiwa Mugike nilikutana na Uhuru kama ametoka kuvuta bagi. Si alikuja kuwa president. Ile kitu nilianzisha inaitwa Mugike. Si ndio ilifanya Uhuru akuwe president? Ama alipelekwa Hegi na nini? Si ni Mugike ilipeleka Hegi? Ilipeleka Uhuru Hegi. Alafu nyinyi wote mkasema haka ni ketu na hatutakaachilia. So what was the resultant? Ni nini ilisababisha Uhuru aende Hegi? Ni Mugike. Kwa hivyo ni nini ilifanya nyinyi mpende Uhuru? Ni Mugike. Na hapo mnasema nyinyi si members wa Mugike?
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sasa ujiulize kama tunaweza kufanya hiyo maneno yote. Ili kujaje saizi unalia ja? Ili kujaje saizi unakuja hapa mheshimiwa akiingia pale mtaona ameingia na pesa. Mbona wewe usiingie pale watu wakuone pesa? Nakwambia nilikuwa investor, nilikuwa chokora lakini nilijenga nyumba ya carton. Mnanielewa lakini? Kutoka hapo mimi ndio nilileta dadora pale, mahali iko mimi ndio nililete. Nikiwa chokora, sikuwa mtu wa maana, nikiwa chokora, tulidivert magari zote zikalete takataka hapo. Alafu huko ndani nikajenga nyumba hapo ndani. Hapo ndio nilikuwa naelekea kina Wasoso buduki. Nilikuwa na amali kubwa na hakuna askari angekanyaga huko. Na askari walikuwa najua huko kuna buduki. Lakini hawage kanyaga maana akiingia huko hata anaenda kiedaga. So I created my own territory and marked it. Baka polisi hawakuingililia. Mnakumbuka watu wa Dadora? Si Dadora nilikuwa na koti yangu. Ni mlikuwa mnaleta mashtaka kwangu. I created my own system. Mimi sikutegemea ati serikali saidia, serikali nipatie, serikali nifanye, hapana. I created my own system. Na hiyo ndio nataka kuleo tukubaliane. We create our own system. Nairobi hii tumeweka nani? Tulikuwa na Kidero, nani mwingine alikuwa gavana? Sonko, tulikuwa na nani mwingine? Sakaja. Na nani? Na Kananu. Sasa kutoka siku hiyo wote hao magavana tumekuwa na wao, life yako change. Ni nini makosa ulifanya? Nani alifanya makosa? Ulikosea Mungu wapi? Bado tuko na Silamu Kibera, bado tuko na nani, bado tuko na vitakataka, bado hauko job, bado unalia masnini, bado unalia nini? Sasa tena unagojea next year tuanze kurukaruka hapa, tukisema Sakaja, tukisema Babu, tukisema nani, tukisema Ruto, tukisema Wamonyoro, tukisema nini? Ni wapi tulikosea Mungu? Mimi sijakosea Mungu. Mimi wakati akili zote, mimi tukienda biguni Mungu aniulize nilikupatia akili, ulitumia namna gani? Nitamwambia. Mwanzo nilikuwa chokora, nilibadilisha nini? Dubbing site ikakuja Dadora. Niliforce watu wote wanipatie kodi, nikatengeneza serikali yangu. Nilikuwa mwizi, niliiba banki, nikafanya hivi, nitamuexplainia what I did. Maana nilitumia akili. Unafikiria kwenda kuingia kwa banki utoe pesa huko kadi na unaona kuna AP pale, kuna AP pale, kuna AP pale. Unahitaji maarifa mingi. Kwa hivyo nitaambia Mungu hizi ndio akili nilifanya nini? Na nilipochoka, nilipoona sasa maisha imekuwa gumu hapo na haipeleki mahali, mimi nilirudi kanisani na nimehubiria watu. Na nikawaambia siku moja, nitamwambia hata siku moja watu wote wa Nairobi walikuja na wakanisikiliza. Si ni akili? Si ni akili? Si nimetumia akili yangu mzuri? Si nimetumia akili mzuri? Sasa tukienda biguni wewe utaexplainia Mungu nini? Yes. Amen. Si Mungu hapa. Si ni akili? Si huyu kijana saizi angekuwa huku akipora watu kwa barabara huyu na ama huyu ama ule, wangekuwa kule wakijitafutia na dudhi. Sasa si unaona nikiulizwa na Mungu ni kuna kitu ya kujibu. Sasa wewe utajibu nini? Apati ya kusema tunataka fulani, unataka Wamonyoro, unataka Ruto, unataka nani mwingine? Kalonzo. Nani mwingine? Who is he to you? Who are they to you? Who are they to you? Sasa unaniambia tuseme wewe ni wa Matiang'i, wewe ni wa Wamonyoro, wewe ni wa nani? Ni wa Ruto. Matiang'i ni nani kwako? Wakikuyu wagapi ni mkono wa Kikuyu? Tuliruka hapa wakati Uhuru alikuwa president. Kaka ni gaito. Gagwe ciarira. Ni sufuria gapi ziliongezeka kwako? Bado wewe ni masikini si masikini? Watu wa Gatodo bado wanakuliwa na jigas ama hakuliwa na jigas? Na tumekuwa na president wangapi? Baba si amekuwa watu wa baba inua mkono juu, najua watu wa baba wako. Sasa niambie unapiga duru na kila kitu. Ni nini baba aliongeza kwa maisha yako? Apati ya saizi, wacha niwaambie kaexample kadogo kazuri. Mimi kwangu
ule ananifungulia geti ni Muluya. Na ule ananipikia chakula ni Muluya. Wa geti ni Muluya na wa chakula ni nani? Ndio naachiaka nyumba yangu. Sifukagi nyumba yangu. Nimwaachia. Ninamwamini. Yule nimepelekea gari yangu ni Mjaruo. Pale South B. Sasa hii anaangalia gari yangu. Mnanielewa? Yule ambaye napatia kazi ya hapa na chuga ni Mutaita. Ule anaangalia hizi mashini. Ule ni Munyamulege kutoka DRC. Ule. Sasa wakati hiyo yote tukikula, tukikunywa, tukifanya maneno, yule ananipikia chakula ni Muluya. Lakini ikifika siasa, Mkikuyu sitaki kuona Muluya. Mjaruo sitaki, mimi sitaki kuona Mjaruo. Na Mjaruo ndiye alitengeneza gari. Haiwezi kwenda kufanya accident kama ya Jiroko. Ametengeneza mzuri. Ametengeneza. Wakati we are eating, when you are living, wakati tunafanya vitu zote, sisi ni wa Kenya. Lakini ikifika kwa siasa, huyu ni Mjaruo, huyu ni Mkaba, huyu ni Mkikuyu. What happens? Ni nini kinafanyikaga? Nataka tu tuulizane hii maswali. Viongozi, tuulizane hii maswali. Tuone kama leo tutawacha ujinga ama tutaendelea na ujinga. Yeah? Sasa niulize, wewe ni Mjaruo. Sasa wewe ni Mjaruo, so what? Ujaruo yako inanisaidia na nini? Ujaruo yako inakusaidia na nini? Mimi ni Mkikuyu, so what? Are we not breathing the same hewa? Ama kuna hewa ya Mjaruo? Kuna hewa ya Mkikuyu? Hatuendagi choo sisi zote? Unataka kuniambia Ruto hakaliagi choo ile unakaliaga? It is only the difference, wewe unaendaka ya Kashimo, Ruto anakaliaga. Na kweki yule tunakalia. But we are all the same. We are all one and the same. Basi huyu mtu alikushindia akili wapi? Hello? Huyu mtu alikushindia akili wapi? Why are you the way you are? Muulize mwenzako, ni kwa nini uko hivi? Yeah? Ni kwa nini uko hivyo? Why you don't have? Hauna chakula, hauna mbele, hauna nini. Saizi amuko hapa, wakati wataenda Christmas? Wakati wataenda Christmas? Wengine wote, hakuna mtu ataenda Christmas, atakaa tu hapa, utamkuta huko akinunua ile getheri ya shilingi 5 ukikula. Na zamani tulikuwa tunaenda sisi Christmas yote. What happened? Mimi tuna post questions. Ndio tukue na discussion. Na mtulie tu tafadhali. Mtulie tu. Mimi si mwanasiasa mzuri, mimi kile kitu najua ama commander. Sema commander. Tukisema tuchafue hii Nairobi yote tutachafua. Leo tu na si kesho, tutasimamisha kila kitu na hakuna mahali Ruto atatupeleka. Hello? Hakuna mahali Ruto afanya nini? Hata mkileta polisi mkae hapa, hata NSIS mkae hapa, hakuna mahali mtanipeleka. Mimi nimeenda jela mara 50 na ngapi? 2. 52 times. Hakuna jela iko Kenya hii sijapelekwa. Kamete, Kadiaga, zote Manyani, hakuna mahali. Nimepigwa risasi mara 12. Sasa kama nimepigwa risasi imepita hapa, ingine imepita hapa, ingine imepita hapa, ingine imepita hapa. Na nimesurvive. Sasa huyo utanitisha na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku tulikuwa tumeiba banki nyingine hapa, sitaitaja wasikuja kusema ni mimi niliiba. Nilipigwa risasi ya matako. Lakini nilitoka na pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inua mikono kama tuko pamoja. Kama tuko pamoja na tunafurahi. Tutawacha ujinga ama hatutawacha? Tutawacha ujinga ama hatutawacha? Hiyo tu ndio. Mimi hakuna kitu nataka. Mimi ni mkubwa kuliko Ruto. Mimi ni mkubwa kuliko Ruto. I have the power, I have everything. Mimi juzi tu eda Facebook, YouTube yangu ya Bethel Clouds Community. Saizi mko live, mnaona dunia mzima. Jipigie makofi kwa kuona dunia mzima. Ukienda kwa hiyo page yangu utaona tulikuwa na Putin. Hivi kwake Moscow. Ruto ameenda Moscow. Ukiangalia hapo chini utaona nilikuwa na Charles King. Ruto ameenda huko? Si wakati walienda mazishi waliwekwa kwa kanta moja.
Mimi nilienda na limousine mpaka kwa Charles. Next month ninaenda kuona Trump. Next month. Sasa tutangangana na huyu mtu hapa tukiambia na nini? I'm high above. Ambia kila mtu I am high above. Mwambie mwenzako I am better than them. Mwambie mwenzako I am not a beggar. Kama wewe ni mwanamke useme I'm a queen. Kama wewe ni mwanaume useme I'm a king. The moment you start understanding that, you will make proper decisions. Mimi nilijua mimi ni king wakati nilikuwa chokora. Wakati nilijenga nyumba yangu ya makaratasi ya makatoni ya 2 bedroom. Na nikalala huko ndani. Na nikakata shamba sio yangu because I am a king. Hallelujah. Ndio nikakuwa kiongozi Mogeke, nikakuwa nini? Huko Dadora yote na Moremu. Si mimi ndio nilikatakata hizo mashamba zote. Mnaishi ama muishi? Kuna mahali nilipelekwa. Alafu because I am a king, the mentality. That mentality. Unasikia kijana? The mentality, the liberated mentality will make you to become. Are you understanding me? The liberated mentality. Baba Uhuru are in the same league. Wanakaaga pamoja. Uliona Uhuru akitoa pete akairusha kwa kaburi ya baba? Mliona? Hiyo pete ilikuwa ya nini? Na si bibi yake. Najua bibi yako akikufa ndio unaweza kutoa, umwambie no adiga. Umeniwacha. Chukua basi hata hiyo. Huyu aliwacha pete, aliwachilia ya nini? Na sasa hapa mlikuwa mnauana, ati mimi ni wa Uhuru, mimi ni wa baba, tunarushiana mawe, tunachukiana, hatuongeleshani, hatukaagi pamoja, na unaona mtu anarusha pete. Walioania wapi? Na hiyo doa ilikuwa ya lini? Unajiuliza hiyo swali? Alafu wewe na kuchukia. Ati unike mojaruo geke mojaruo sitaki mambo ya wajaruo. Wajaruo na sisi hataki mambo ya Wakikuyu, Wakikuyu ni wabaya. When did it happen and why? Why are you fighting your brother? Why are you fighting your relative? Mtu mwenye nakupikia. Mimi kwangu napikiwa na Mluya, lakini nikifika kwa siasa nampatia off aende miezi 2 asiniroge. Lakini miaka 4 hajaniroga, lakini sasa si miezi 3 ya kura mchawi anafanyika. Akimaliza akikuja tena anakuja anaendelea, uchawi imeisha. Hiyo ni ujinga ama ni nini? Mtu unaachiaga watoto wako, unawaachia kicheni yako, chakula yako, maisha yako yote ako nayo. Sasa miezi 3 ya kura anakuwa mchawi. Kura ikiisha uchawi inaondoka. Hiyo ni akili tuko nayo ama ni ujinga? Ni maulizo tunaulizana, msinichukulie vibaya. Nataka tuulizane ukienda nyumbani, kwa sababu nataka tukutane na nyinyi tena mkiwa na akili ya maamuzi. Ndio tujue Kenya hii yetu tutaifanyia maamuzi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaifanyia nini? Maana mimi nilitengeneza space yangu. Nilitengeneza. Mimi nilipanda gari kutoka Moro. Moro ndio kwetu. Nilikuja na lori ya bao mpaka Nairobi. Niliobewa lift. Lakini sasa naendeshaga gari nikienda wapi? Nyumbani. There is a decision I made. Whether it was good to you or bad to you, to me it was good. Either ulinyang'anywa, kuna mtu alikuja akakuitisha pesa ya kulipa lori, umemwaga mchanga, ulikasirika, ndio wewe ndio ulikasirika, mimi sikukasirika maana nilipata mshahara. Nilimake decision yangu, nikasema hivi ndivyo nitaishi. Yule mtu wako Ruda na yule mtu wako Muthaiga alitoka Geshagi. Ama walitoka wapi? Si walitoka Geshagi? Na wewe ulitoka wapi? What happened? Mulitoka the same village, mulitoka Nakuru, mulitoka Bumula, mulitoka Kakamega, the same village. What happened? Yeah, akaenda Ruda, wewe ukaenda Mathare. Nini nilifanyika? Hakuna mtu alikoroga. Wengine mnasema ngasi nimerogwa, sijui. Hakuna, wewe ndio mchawi wa maisha yako. Kuna jamaa mmoja aliiba wiba akasema emancipate yourself from mental slavery. Simuendelee. Emancipate yourself from mental slavery.
None but yourself can free your minds. No fear for atomic energy, because none of them can stop the time. For how long shall they kill our prophets? As we stand aside and look. Anaitwa nani? Ni Bob Marley, the greatest liberator, mwenye alitupatia emancipate yourself from mental slavery. Bwana Yesu asifiwe sana. It is you only who can emancipate, kujifungua roko, utoe roko, uweke mentality gine that nobody will come. Juzi hapa mimi nilipigia Ruto kura. Mimi ndio nilikuwa nafanyia mpaka nilitoa pesa yangu. I gave about 10 million kwa account yake za kufanya kampeni, because alituambia nini, anakuja kumaliza madestiny. Meta kwate madynasty. Madynasty si ni Uhuru, si ni baba, si ni nani. Ati na tukapiga kura tukisema dynasty zimefanya nini? Watu wa kwanza kukura na wao walikuwa nani? Watu wa kwanza kutengeneza serikali walikuwa nani? Na wao. Sasa urudi niambie, wewe na Ruto nani mjinga? Nani wafaa kulaumiwa? Mnauliza Ruto nini? Na Ruto alikuja na wheelbarrow yake, akaiendesha, ukaikalia, ukaenda nayo, ukamfikisha State House, milango ikafungwa, akaita baba. Wajinga ndio hao. Wakaenda kukula. Walitengeneza serikali ama kutengeneza? Ruto si alikuwa amesema never again will I share. Share serikali na mtu na baba, hatutashare. Who was crying loudest wakati Ruto Raila amekufa? Si ni Ruto? Baka akatoa ndege iende kuduganya, iende baka wapi? India, ndege imebeba kina Musalia, hakuna nini, warudi wafike huko, wabebe bao, watuletee bao, na baba amelala hapa. Hakuna siku baba alitoka Kenya. Hakuna siku hata moja baba alitoka Kenya. Baba alikuwa hapa li. Lakini kwa sababu sisi yote ni wajiga, alafu wakafanya drama, muende kwa kiwaja, muingie kwa kiwaja, ndio kusemekane hakukueleweka. Acheni ujiga. Abia mwenzako, tumechezewa sana. Sasa ni wakati wetu wa kubadilisha. Bwana asifiwe sana. Ni wakati wetu wa kubadilisha. Lazima tuachane na hiyo tabia. Tunaonaga, niliona, tulieni tu please. Tulieni, niko na dakika nyingine moja. Najua na wakasirisha, lakini mnisamee tu. Mimi nilitengenezwa hivyo, maana siogopagi kitu. Haleluya. Nikiwa Kamete nilikuwa nimehukumiwa kunyogwa na nikapelekwa kwa mashini. Na wakaeka kaba. Kenya juu akafinya baton ninyogwe. Baton nikakataa kuguruma. Na nikaachiliwa. Nilikuwa nimehukumiwa na Pamela Unita Kidura nikunyogwa. Wangapi tumekuwa Kamete na wao? Watu wa Kamete? Yaani hapa hakuna wakora. Ni wewe. Wewe ukuingia huko? Uliingia wapi? Wewe umeshikwa. Wewe ni kwa chifu tu. Ya chifu. Kajera kachifu. Bwana Yesu asifiwe sana. So the issue, what I'm trying to talk about, you got the power. Sakaja alituambia atatutengenezea Nairobi. Songo alituambia atatutengenezea Nairobi. How, what, has it changed? Are you still living the same condition? Do you know the mistake tulifanya? Because we have been looking for politicians instead of looking for the managers. Mnanielewa? A politician will employ you. A politician will come and tell you, this is what I want to do. Nataka kujenga barabara, tajenga soko, tajenga nini. Venye unasikia Ruto akisema ndaenda barabara, yende Kuturo, yende Nunu, Marisabeti, yende wapi, yende Kotata, yende Konyanya, yende Koroko, yende Koraka, yende Kereke. Because this is a politician. A politician will want to employ you. But a manager, you employ a manager on your vision. Are you getting me? You employ a manager on what? Your vision. When you unakuwa na maono. Sasa utaita Sakaja kama uko na maono yako. Unamwambia
Hivi ndivyo nataka Nairobi ikue. Kaa pale ufanyishwe interview. Akipita mnamuajiri kazi. Haleluya. Mnafanya nini? Maana nyinyi ndio mnajua mnataka nini. Tunataka soko moja Umoja, tunataka soko ingine Kagemi, tunataka soko 3 Nairobi. Tunataka barabara 8, tunataka mafactory 12. Based on what we need. Not based on what a politician needs. Sisi kama tunaelewana? So you must make a decision first before you employ somebody. You must open a factory, a company before you employ anybody. Ukijenga wewe ni umejenga company, alafu unatafuta wafanyikazi. We have never gotten to that level. Maana wao ndio wanakuja wanatuambia nitakuja, nitafanya, nitaenda. They have a more power than you. But if we can sit down hivi tukae chini to draw the pathway ya Nairobi. Tuseme tunataka factory 8 Nairobi miaka hii 5. Tunataka barabara 6 Nairobi miaka hii 5. Tunataka soko, because we have also to look at the capacity. Ni nini kinawezekana na nini hakiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini kinaweza ku-create jobs? Ni nini kinaweza ku-create peace, unity, love? What is this can create this? Then after that we get a team ambayo ichore blueprint ya Nairobi from us, the raia wa Nairobi. From the blueprint ndio tutaita wale wote wanataka kazi. Kama ni MCA ka hapa. Tuambie hii ndio blueprint ya ward yetu. Soma. Yes, umeelewa mnawauliza maswali. Hapo mnamwambia wewe toka nje, hauna akili ya kutosha. Tunatafuta mwingine, wewe toka nje. Ikifika hapo tutafanya uchaguzi bila kwenda uchaguzi. Maana sisi ndio tutajichagulia, tutasema ni nani, ni huyu mama, awe Mtaita, awe Msomalia, lakini amepita mtihani. Haitajalisha kabila lake ni nani, because you are looking for a manager. You've never eaten your tribe. And you will never eat your tribe. You will never grow because of your tribe. You will never become because of your tribe. You can only become because you are Nairobian. The pride of yourself, the dignity of yourself, it will be achieved because of you understanding what are you supposed to become. And you, what you are supposed to become is by laying the ground. Na kusema, this is what I want in Nairobi. Not a politician akwambia this is what I'll do. No. Alijuaje hiyo ndio nataka? Mimi niko Mukuru, sihitaji barabara ya rami, nahitaji nyumba zangu zitengenezwe. Ule mwingine yako Ruda anahitaji vitu vingine. Based on where you are coming from, that is what will divine and they will say what you need. So it is from us that will say this is what we need. Sasa wewe tunakuita, what can you come and manage our project? Hello? You own the project. You own the city. City kwe yenu. Sasa angalia wanakuja Sakaja hajalipa watu miezi gapi? Miezi 6. Hajalipa. And you cannot do anything. Utadu? Lakini alikuanga napatia baba milioni 200. Yes. Alikuwa zinatoka wapi? Are you now saying because he has more power than you, you cannot do anything? Yeye ndiye alikuja akajiimpose kwako na wewe ukaanza kuimba kakanega ito si uchawi ni maobi. Si uchawi ni maobi. Adire. Na sasa hiyo nasema Wakikuyu wakiwa pandeni wengine Wakikuyu wameiba serikali. Wakikuyu wangapi wameiba serikali? Wakikuyu wangapi wameiba serikali? Nyinyi mnapaga laini kule kule Makogeni, mnapaga laini mkichota maji asubuhi saa 11, maana ni ya ration. Ni huyu ni Mkikuyu, ni Mluya, huyu ni Mjaluo, wote mnapaga. Ushaikutana na mtoto wa Raila amepaga laini huko? No. There are those people wameji establish kule juu because walipata hiyo nafasi. But if we can take back our nation, if we can take back our Nairobi, tuirudishe kwenye mikono yetu, then we will dictate who will become an MCA. Kama MCA huyo amekuja ni manager mzuri nako ODM, haijarishi mnaenda mnampiki.
Neighboring ward mnaona ako DCP, mnaenda mnampiki. Neighboring ward nakuta ni independent candidate, mnaenda mnampiki. Mnalete watu managers wanakaa kule city hall, wana plan na wanafanya kazi because they are employed. Lakini sasa napeleka wanasiasa wanaenda kufikiria ataiba wapi, atapora nini, atafanya nini. And this is the mistake we must change. Watumishi, this is a mistake that we must change. Me, I have an experience, nilibadilisha status ya hapa. Mugeke, nani alikuwa manatisha na Mugeke hapa Kenya? Mulijaribu? Mulijaribu hata kidogo? Mulikuwa nasikia imeingia Kayole, kuna siku moja niliambia wamama wasivae trouser. Mulivaa? Why? Because I made a decision. Hallelujah. I'm giving those examples. I know they are not good. But it's an example worthy for you to understand you can change a situation. From what you've been thinking, the type of politics ambazo tumekuwa nazo za Waluya, za Wakikuyu, za Wajaluo, za nini, tuachane nazo. We take back our city. If we take back our city, we shall employ people. Na tutaemploy wale watu tunataka. Na hakuna mtu atatuletea nyefu, maana tutasaini na wao, ukikosea makosa 1, 2, 3, hata usitugojee uchomoke. Mapema. That is empowering people to become powerful to make decisions. But now sasa nyinyi mmekunjwa. You cannot make a decision. You cannot even talk to anything. Hauna sauti hata kidogo. Sasa unangojea siasa ziase, uanze kungangana huko, mkipanga laini, mkipatiwa 100, 200, 50. That is nonsense. Totally nonsense. Utakuta wahubiri tutaanza kuitwa. Tunafanywa breakfast, unapanda mhubiri amesimama hivi. A priest amesimama hivi, anagojea kabahasha ka shilingi 200. Na ule mtu anakupatia kabahasha ka shilingi 200 ananuka pombe. Macho yake yamechomoka ije hii yote. Ni bagi. Na ni muabudu wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tumekubali kubadilisha sasa? Are you understanding me? Yes. Are we going down there to change, to badilisha, to say we are taking back our Nairobi? Yes. And we shall start by doing peace. Sisi yote ujue Mjaluo ako na damu kama yako. Sasa hii ukigogwa na gari damu yako imwagike mingi, haitajalisha ni nani amedonated blood. Wanaulizaga O negative ama O positive ama A ama B. Hawaulizagi ya Mjaluo, hawaulizagi ya Mkalenjini, hawaulizagi ya wapi, wanaulizaga damu. Tunataka O negative. Hata muhidi akikuletea itafanya tu kazi. So after we have realized that we can bring a change. Mimi wakati huo, wakati nilishika matatu, hizi unaona hii system yote unaona ya Sacco. It is my system. Wale watu mnajua tulikuwa na platoon ya watu 10. Hiyo ndio tunaita nyumba 10. Joseph Kagudi alikuja akakopi Mugeke yote akaipelekea kwa serikali, wakaanza kuimplement because of an idea. It might not come in a positive way, but if ikitengenezeka vizuri inaweza kutumika. Hakuna mtu mwenye hana akili, hakuna mtu mwenye hana idea. It is only you don't have a platform to share the idea you have. The moment your idea can be shared, inaweza kuwa uko na idea mzuri, inaweza kuchange the whole world. Kama Safaricom ilitoka Kenya, akili, na nasikianga ni Mjaluo. Yeah? Na sinasemanga Wajaluo ni wakurusha mawe. Na hiyo akili imetengeneza, imerevolutionize dunia mzima. Ni wangapi wengine wako na tu idea twingi hapa? Mimi najua mko na idea mingi sana. And we can change. My request to you now, I want to lead you. Si mimi sitaki kiti. Sitaki hata kidogo. Nimezeeka. Ndiye mkoro. Saizi naitwa guka. Na sitaki kiti. Sitaki. Mimi nataka kukaa hapa. But what I want to do, I will have tusikilizane. Tukue kitu kimoja, we make a decision. Hallelujah. That one nitasimamia, that one I will finance, that one I will stand until to make sure the coming general election, hatutalete wanasiasa, we will get managers to manage our city. Tutaanza na Nairobi. Lazima to change Nairobi. We make a city that belongs to us. Ndio hata ukipita unakikuta takataka mtu ameagusa magada ya mandisi na hako mbele yako unamsimamisha, unamwambia wewe simama, chukua hii.
Peleka kwa dustbin. Because you have a responsibility. Because you have uko. Yani it is part of you. Hello. Sasa ukikuta hapo, ukikuta kimwanaume kama hiki pale nje, hapo kinaangalia, kinafugaga tu macho. Unaona hapo kwa hapo karibu na hii bombras, kinafugaga macho, kinatoa, kinakojoa. Unajua kifuga macho hakuna mtu anakuona. Yani you don't care what the environment itakuwaje, what will happen, you don't care. But if we can come together, my brothers and my sisters, we can change this city. We can change this city. We will never again have quacks in the name of leadership. We shall never. Hatutakuwa na wakasongo ati nataka kufanya kitu yote when we have the power. Mwambie mwenzako chukua power. Sasa wanaogopa, angalia watu wako kwenye utumwa. Mwambie mwenzako chukua power. Hawawezi, naona kule nyuma, hawawezi kusema chukua power because anasema achukue power nitakuwa nikikula nini? Set yourself free. Kata minyololo ambayo tumefungwa nayo. It has been too long for us. We have faced these difficulties. Baba yangu alikuwa anachuna kahawa, mimi nimekuja nachuna kahawa, mtoto wangu namprepare aende akachune kahawa. You are a hawker. Unakujanga na kutaka wa mama hapa nje, hawkers. Kitoto kiko hapa, mama kihoko hapa, nakio kina hoku mchaga huko chini. Is that the life we wanted? No. We need a decent life. We need a decent city. We need a decent country. We are capable. And nafurahi kuona most of you are young people. We can bring this change. We can change this nation. We have the power and we have the capacity. Hallelujah. Wagapi wamesema mimi si Mjaruo, mimi si Mkikuyu, mimi si Mkaba, mimi si Mluya? Thank you. Take. Sisi yote, tribe hii yote hii is one tribe. We are one tribe. We are suffering the same. Changes, we are facing them the same. Wachana na mambo ya baba, wachana na mambo ya Uhuru, wachana na mambo ya Ruto sasa. Let's take back our nation. Hallelujah. Don't affiliate yourself with anything. Kama ni chama, sisi ndio tutasema, yes, we don't need a political party. We need an individual. No matter which political party you are, you need an individual. Mwenye anaweza kuleta change. Mwenye anaweza kufanya ile kazi tutampatia. Sio ile kazi atatuambia anakuja kufanya. No. What we will decide because we are the taxpayers. Sisi ndio tumewapatia pesa. Hallelujah. Kama nilitengeneza Mogeke na ikatishia dunia mzima, what if we become decent? Tuache hiyo maneno baya ya Mogeke na nini. Tutumie hiyo akili na wao utumie hiyo akili tuilete pamoja. Ni nini hatuwezi kufanya? Hebu imagine kama wewe si unarushaga mawe mpaka inaenda kilomita 1. Hebu imagine hiyo energy tukiitumia kujenga nchi yetu. Hallelujah. Sasa kama baba alikufa, did your life change? Sasa Uhuru wako huko, did our life change? Ruto ni president, has our life changed? It is because they come to control you. But if you can be able to chukua nchi yetu, tukamata nchi yetu, na tuseme we are Kenyans and we are one. Venye niliona tuliungana wakati wa Turufena pale akihagi mti, na sisi tuhagi nchi yetu. Just hagi, hebu hagi nchi yako. Uiambie my country, nobody will take you away from me. Thank you. God bless you. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na nimewapenda sana. Si mtakuja turuke mwaka hapa? 31st. Mkuja turuke mwaka. Alafu kutoka hapo tuanze process ya kujenga, kubadilisha nchi. I'll be at the forefront. Sisi ndio tutatafuta managers. It doesn't matter how, hata kama ni kasura keusi kama haka ama ni chocolate kama haka, as long as quality ya manager ako nayo. We don't care your tribe, we don't care your age, we don't care anything. We care this is a Kenyan who is qualified to become. Once we have that idea, we become successful. Thank you very much for giving me this time. Asante kwa kunisikiliza. I love you. Makofi mazuri hapo, makofi mazuri. Hayo makofi hayatoshi bwana. Hayo makofi hayatoshi. Wanga makofi mazuri zaidi hapo.
Amina. We don't want politicians, we want managers. And we don't want them who will come to tell us what they want to do for us. We will tell them what we want them to do for us. Bwana asifiwe sana. Si useme amina ya afya. Amina. So ile politics yenye unangojea ati maleso yanakuja yamechorwa picha ya mtu, hataki politics sasa. Maana wanatuacha na maleso, wakishaenda wameenda wakiendanga. Sasa raundi hii ni the other way round. Sisi ndio tunawapatia maleso. Tunapatia maleso. Hakuje tumueleze chenye sisi tunataka atufanyie sisi. Sio yeye atuambie chenye anataka kufanyia. Maana wewe ukiajiri mtu kwako, yeye ndiye anakujanga kuambia mimi nataka kuja huku kwako nikufanyie hii kwa hii nyumba yako ni kwa bedroom. Wewe ndio unamwambianga unafanya hapa kazi, unafanya hapa kazi, unafanya hapa kazi. Kama ni mama unasema unafua nguo zetu sisi wote za mzee ndio wash. Sio ndiye anakuja kukuambia nitaosha mpaka za mzee wako. Si ndio? Nataka tu watu wanne peke yao waongee kidogo tu. Alafu tumalize. Kuna Mr. Majani aongee kidogo tu. Mr. Majani, pige makofi mazuri. Mr. Majani, na kila anayekuja kusungumuza hapa at most 2 minutes please. Hoye, mko poa? I'm very happy to be here today. Nilikuwa hapa last week Friday kwa meeting ile tulikuwa naye hapa. Na I want to thank Apostle for this initiative. I think for me, I'll be the first person to be behind you so that we can bring a change in this nation. Tumekuwa watu wa handouts na nimesikia kila mtu amesimama hapa leo. Pia Apostle amesema mara mingi tukipiga kura tunaangalianga tumbo, si ndio? Si ndio? Unapewa 500 na umesikia tumemention you about Mbeere North. Siliona venye pesa ilitembea na tukachaguana, si ndio? But now nothing is going to change. Na sisi ndio watu ambao tuko na nini? Na weapon ya ku bring the change that we need in this nation. Anytime we vote using our stomach, we suffer for 5 years. Because I remember last time tulikuwa tuna campaign. Mimi natoka Ruai. Na tulikuwa tuna campaign ya Azimio. Na huko watu wengi walikuwa wanatuambia tunachagua pastor. Si ndio? Simulisikia hiyo story. Si uchawi, ni maombi. Wale watu walikuwa nasema hivyo yote. Sasa hii wanalia zaidi kutuliko wale tulikuwa the other side. But now tunalia sisi wote, si ndio? Hakuna mtu ali. Ama kuna mtu hapa ako poa? Tunalia sisi wote. Kwa hivyo this time round when we vote, let us not vote using our vote tukitumia nini? Let us use akili. Si ni kweli? I want to also thank our sister Damaris. Damaris, mimi sikujua ni mobilizer mkubwa hivi. Tumekuwa tunafanya naye kazi Kasarani, alikuwa chairlead wetu tukiwa UDA. But I've never known Damaris anaweza kuwa mtu ambaye anaweza mobilize such a very big team. She's been calling us akituambia, my friends, this time nataka tuungane tubadilishe Nairobi kuanzia pale chini kwa ward level. And I think we need to appreciate Damaris for the sisi wote tuko hapa juu ya kazi ambayo Damaris amefanya. Ametumobilize na I'm sure sisi wote venye tuko hapa leo, tukitoka hapa tutakuwa tumechange our mindset. When we live here, please, let us change the way we see things being done in this nation. Hatukuji tu hapa juu ya pesa. Na mimi nimeambia watu wengi this time, let us not think about the money that we are getting, the 500, the 1000. Let us stop this kind of
nonsense. Tuanze kuvote the right people for us to get the right development that we need. Thank you very much and God bless you. That's powerful. I appreciate Mr. Majan again. I appreciate him again. Amesema tusipige kura na tumbo. Yaani tusitumie tumbo kupiga kura. Ukitumia tumbo kupiga kura unasafa miaka 5. Raundi hii Amen. Nataka tena tupate the next speaker. Bwana asifiwe sana. Hii sauti iko mzuri sasa. Apostle, may God bless you. I think I see you have also a good dream for us to live long. Amen. Our brother Job asungumuze dakika 2 alafu tusonge kwa level nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Praise God, watu wa huko nyuma. Thank you very much. I'm going to speak on behalf of Gen Zs. Jonzi oe. Naona muko gangari. I'm going to ask you few things. Na kama rafiki yako or your neighbor has not done it, kindly unaweza mkumbusha fanye. That's voter registration. Majenzis wengi tunatokea kwa streets protesting that Ruto is bad or the government is not doing the right thing. Now the time is here. We only remaining with few years, only 1.5 years, then we are going to vote. So naomba mchukue kura. When that time comes, tunachagua wenye tunataka, si ndivyo? Then another thing is that Apostle, au majenzi wengi wao hawana kazi. Au majenzi wako na challenge sana in terms of unemployment, and that should be looked upon when we get to that power. Wengi wangapi wanasema nikisema Babu Owino mnasema hoye. Gen Z. Babu Owino. Babu Tibim. Poleni sana kwa hayo, lakini I'm an ambassador of Babu Owino. Yes. Na tunakuja kwa ground na uzuri na mabaya. Si ndio? Gen Zs, I want us to do this. Kuna online platforms, that's Facebook, X, and TikTok. Hello? So these platforms, we can utilize them well to promote our agenda. We air our grievances, and we make sure that we be heard. Kwa hivyo, kwa hayo machache nilitaka niwasalimie. Sikuambia jinangu. My name is Job Omondi. I come from Dagoretti South constituency. I'm the representative of Dagoretti South. I represent Babu Owino and I represent Apostle. So mkituona mahali mnatusalimia tu. I hope hapa mbele sisi pia tutakuja tuwaambia agenda yetu, na kama mtakubaliana na sisi mupee Babu Owino kura. Na mimi nitakuja niwaongeleshe kama Gen Zs. Babu Owino si stranger kwa hii dunia, si ndio? And when that time comes, na waomba tu tafadhali mumuangalie na macho ya huruma jinsi Yesu aliangalia wale wezi wawili wenye walisimama na yeye, si ndio? Gen Z power. Thank you, man. God bless you. Amina. That's our brother Job. That's our brother Job. What I only want to ask us is that hata kama Job ameongea mambo ya Babu Owino, he is subject to our vetting. He is subject to
our vetting. Akianguka mtihani, miguu juu akienda. Akipita ni sawa, akianguka si baba umesema namna hivyo. Baba amesema. Unajua sasa sisi yule baba mwingine alienda. Lakini sasa hapa ndani sisi tuko na baba anaitwa Ndura. Ni mwaigwa. Na amesema vizuri sana kwamba he has volunteered himself to lead us for this change. Na my brother Majana amesema kwamba he will be the next person to support him. Now I'll be the next on the back of Majani to support Apostle to make sure that we realize the change that Nairobi needs. Si kama nikupiga makofi upige tu ile ya kweli. Yes, because Nairobi needs change. Hallelujah. Kuna Gen Z wa kike, huyo ni Gen Z wa kiume ameongea. Gen Z wa kiume wasinipige mawe wasichana wetu hapa. Gen Z kuna Gen Z wa kike na huyu kwanza amekaa tu Gen Z kweli. Hata mkimwona akitokea tu hivi anakaa Gen Z. Unajua huyo ni Gen Z official. Kuna Gen Z official ndani ya suti. Kuna Gen Z anakuja ambaye ni Gen Z ya ukweli sasa. Amen. Nelly Nyambura kwa wapi? Nelly Nyambura. Sura ni Gen Z ya ukweli. Dakika mbili tu, ana dakika mbili tu aongee kwa niaba ya Gen Z. Unaona Gen Z ya ukweli tu hapa. Msaseni? Wa? Mimi sina mengi ya kusema juu mingi hadi muongelelewa. Si umesikia venye tumeambiwa? Tuchague wenyewe leader mwenyewe akona heart, not the leader that chase the rat. Tumeona kama venye Sakaja wako. Tuliochagua na roho moja lakini hadi ukienda kumlilia anaweza kusikia saa hizi. Siku ya campaign alikuwa anakukanja do vizuri mpaka anakuambia shika do. Saa hizi unaweza mpigia tenje kweli? Tunafikiria maje. Saa sina mengi na mkwetu na sikupoa. Unaona hiyo ndio lugha ya hiyo ndio lugha ya Gen Z. Ati alikuwa anatukanja do. Saa hizi wewe mpigia tenje. Sasa unajua wale wazee wa BBC yani born before computer wanashindwa tenje ni nini, kukanja ni nini. Haleluya. Sasa raundi hii hatutataka mtu mwenye anakuja kutukanja. Amina. Sisi ndio tutamkanja. Sisi ndio tutamkanja do kama anataka. Amina. Nataka pia mama pia wakilishwe na chairlady wetu. Na nashukuru wasungumzaji wetu wamechukua exactly 2 minutes each. Hebu mpigie chairlady makofi mazuri anapokuja katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Gai mumechoka? Mmeboeka? Mbona mko chini hivyo? Makofi ya Apostle wetu iko wapi? Makofi, 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 makofi. Wow. Mimi nimeshukuru sana. Kwa majina naitwa Damaris Muthoni Murioki. Mimi ndio mama wa Nairobi County. Nairobi yenye tunataka. Makofi kidogo. Wow. Mimi sina mengi ya kusema. Nimeshukuru. Hata sijui niseme nini. Nimesema ni asanti sana. Na hapa tumesema ni kujituma. Si ndio? Usiangalie pesa kwanza, but angalia mahali unafanya nini, unaelekea. Kwa sababu saa hii siasa tulifanya sana. Kama mimi nikipeana example na mimi Ruto alikuwa ananitanga Murioki. Na namba yake nilikuwa nampigia hivi. Majani is my witness, Karen ungeingia kama hujaniona. Mr. Majani uko wapi? Ni ukweli. Na mimi kuchaguliwa ya Tiarede si story ya jamba. Ni ile kitu ilichaguliwa na aspirant 59 from Kasarani. Na tulikuwa mwanaume na mimi. Nilipata voti zote bila kupingwa na mtu. Makofi kidogo jameni. Makofi kidogo. Wow, 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 wow. So raundi hii tumesema hakuna kurali? Hakuna kufanya nini? Hapa ni kujituma moja mpaka Nairobi ingare. Si ni ukweli? Na kuna kitu tunapanga na our apostle hapa. Msione kama tunapoteza wakati wenu. Najua hapa kuna watu watapata kazi. Hii Nairobi ni yetu. Nairobi ni akina nani? Nairobi ni yetu. Tuko na simba wa Nairobi, our apostle former Mogeke. Amesema hakuna
hakuna kiti anataka. Mmeelewa hivyo? Hakuna siti hata moja anataka. Na amesema hii program venye inaendelea, yeye mwenyewe anasimamia kila kitu. Makofi kwake. Makofi kwake. Asanteni sana. Sasa mimi nimesema ni asanti na msichoke. Tutakuwa na another meeting, atatuambia. Next year, hata sio next year, 2 months to January. Ni campaign kuenda. Na kabla waingia kwa kiwanja, si wako wengi. Lazima wapitie kwetu through our apostle. Apostle atuambie huyu ndiye tunataka afanye nini? Afanye kazi na hilo. Either ni UDA, either atakuwa independent, either ni chama ya Damaris itasimama na independent. Bora tunataka kiongo. Na tuangalie tusipigane kwa vitu hazina maana. Hapa niko na Wajaruo, niko na tuko kabila karibu zote. Si ni ukweli? Tupendane watu wetu. Kama mimi saizi wadanganyi, mai naelekea. Dhuru huyu mzee, usimwachi. Huyu sio siri. Usimwachi. Makofi kidogo, usimwachi. Haleluya. Alisema alitoka Moro na nini? Na lori ya mbao. Mimi nilitoka Murang'a na gari etagorere ya kadao. Kitabu ifike Nairobi, nachukulia pale Gakongo, nasimamia Aerosops, nakuja OTC sijui stage iko wapi. Na mimi nataka next year, Mungu akitujalia, tu drive gari zetu. Bwana asifiwe. Tusidilie mambo ya umasikini, tushikane pamoja, tusupport wa apostle hapa. Na mna tunajiita aje? Mfalme wa amani faude. Hapa hakuna pesa ya serikali watu wetu. Huyu mzee alijituma na kuiba. Na akasema alitumia akili. Samewaambia hivyo. Akili ni nini? Kila mtu ana nini? Nikimuita mkutano mwingine mtakuja. Zaidi ya hivi. Mtaniangusha. Mmenipenda? Am I beautiful? Am I beautiful? Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Tukitoka hapa, our coordinators from Nairobi 70 constituency, naomba tu mtapenda namba zenu hapa na jina. Nataka kuwaona. Mwenyezi Mungu awabariki. Muwe na Christmas njema. Na sijui kama apostle atatuita before Christmas, hapo sijajui. I love you so much. Piga Damaris makofi mazuri, our chairlady, our able chairlady. She has said, amesimama akasema, am I not beautiful? Let me also say, am I not handsome? That's powerful. We must shape Nairobi to go our direction under whichever circumstance. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu cha lady amesema kwamba kazi ziko nyingi. Na wacha nikupatie an outline. Ndio unaposhika maono haya na mkono wako, unayashika maono haya ukijua Nairobi ni yako. Sio yao, ni yetu sisi. Sisi ndio tunaishika. Wakati serikali yote inapoingia kwenye mamlaka, inaingia kwenye mamlaka. Tunaongea county level kwanza. Tunakuanga na over 30 nominated MCAs. 40 nominated MCAs. Mumenipata? Apostle amesema tutakuwa na mkataba ambao tutakuwa tumeweka na mtu yote mwenye anakuja, mwenye tunatembea na yeye, tutakuwa na mkataba, written agreement, a memorandum of understanding signed by both parties, him or her versus us, kwamba akiingia hii ndio tunataka, hii ndio tunataka, hii ndio tunataka, hii ndio tunataka. Hata hizo nominated tunastaka. Si unaona kazi ziko. Kuna kuanga na watu wanaitwa CECs kwa counties zote. Hata hizo CECs, si kuna watu hapa wamesoma. Don't we have people who are learned here? There is a pastor, a reverend who spoke to us. She said she's a graduate in the area that she said. I'm also a graduate, by the way. Not a diploma in biblical studies and community development, master's degree holder in criminology. Sasa hapa mimi wanipatie tu CEC security, Nairobi inanyoroka hivi. Maana
hiyo area yangu hata nikiangalia hapa kama kungekuwa na mwizi hapa ningekuwa nishawaambia ndio huyu. Bila kuambiwa na mtu. So hizo kazi zote tutasichukua tu. Maana ni zetu. Then in every constituency kuna kuanga na points county. Zile ambazo mnaendanga mkisema kwamba kwa kanjo. Kila constituency kuna kuanga na nafasi ya watu 100. Wanaona huyo ndugu amesema aya. Ziko sasa tukifanya huu mkataba huu, sisi tukiamua sisi ndio tunajenga Nairobi, mtaziona sasa. Mtaziona sasa, maana sitakuwa sinapitia kwa mikono yetu ndio zinaenda mahali popote penye zinakwenda. Ni mwaigwe? Round hii hata waruhusu wana nominate girlfriends wao. Ati tu mtu anakuja na kuambia mkinipigia kura nitawafanyia hii, nitawafanyia. Cheledi ameacha kwa lami miaka 5. Aliambiwa atafanyiwa. Ameacha kwa lami miaka ngapi? 5. Lakini raundi hii haukai kwa lami. Then kuna kuanga na kitu kinaitwa kuna kitu kinaitwa au ma CECs wanakuanga na ma deputies wao. Unajua CEC ni kama kwa national government ni kama CS. Na every CS anakuanga na principal secretary. So ma CEC pia wanakuanga na ma principals wao. Hata hao tunataka hapa ndani watu wakuwe hapa ma CECs na wengine wakuwe ma principals wao hapa. Wa Nairobi County. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anatubariki sana. Kufikia hapo nataka kutamatisha, lakini kabla nitamatishe, ukijua uko hapa ndani na haukuandika jina lako kwa karatasi inafanana na hii. Form inafanana na hii, kama hukuandika jina lako kwa karatasi kama hii. Ufanye hima uende pale kwa desk pale nyuma. Kuna wasichana wetu wawili, majenzizi wawili, mmoja ako na goggles ama specs na mwingine amekaa upande huu. Watakusoti kabla tumalize na closing votes of thanks. We are just coming to the close. Pastor, just take this one for me behind there. If you know that your name is not on either of the forms, make a point of making sure that, give me the nyuma. Uhakikishe kwamba jina lako liko hapo na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. So Cheledi anapofanya kitu kingine hapa cha logistics, I want also to emphasize on the challenging of our youths, our Gen Zs. If you are not registered, make sure you are registered as a voter. Make sure you are registered as a voter, so that that vote becomes your voice. Na kuna kitu ambacho Apostle amesema kwamba wachungaji sasa wengine wanaitwa sana wakati wa politics. Kama wewe ni mchungaji uko hapa, tafadhali tusikubali kuuza our members to politicians. Tusikubali kabisa. Maana kuna siku moja nimempeleka mbunge fulani mbio sana. Nimempeleka mbio sana kwa sababu analala kwa darasa. Huyo mbunge wenu wa Kasarani, watu wa Kasarani tuko hapa? Tuko hapa? Nikamuuliza mbona hatujafanya maendeleo huku? Akasema constituency ni kubwa. Nikamuuliza ni kubwa kuliko Westlands? Akanyamaza. Nikamwambia na kwanza mbunge wa Westlands ni kiwete. Na amepiga lami mpaka juu ya maji. Sasa nikamuuliza wewe unasema wewe ni pilot unaenda kwa hewa. Yaani atokea huko kwa hewa hauonaki constituency yako vile inafanana. Akanyamaza kuongea, nikapigiwa masimu na watu usiku. Wengine wakaanza kupiga anonymous.
Na uzuri ulioko, by the way, apostle anatakana ajue sasa ako na support kubwa sana, kwa sababu mimi nasemanga hivi, na nataka nikwambie pia ukuwe na hii spirit. Kama mtu ni kukufa na kufanga mara moja, si kweli eh? Si ndio? Anakufanga mara moja. Hata Kasongo tumepelekana mbio. Siku moja nikaona Subaru imekuja nyuma yangu saa 12 asubuhi naenda church. Nikaona Subaru imekuja imenipita ikasimama kama pale penye kamera iko pale. Na watu wamefunga milango hawatoke, na hapo ndio naenda kupita. Ilibidi hiyo masaa niombe Mungu ombi moja la dharura. Inatonga emergency prayer. Nikamwambia Mungu, najua nguvu za Roho Mtakatifu umenipa, niko nazo sana. Lakini hapa sasa emergency imetokea, hata ya mkono nipe. In case kutokee mtu hapa kwa hii gari, ati anataka kuniweka kwa buti. Kabla niweke kwa buti, naacha maiti moja chini ndio niingie kwa buti. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusiogope jambo lolote na kitu chochote. Kasongo nilimwambia aache kushika watoto wetu akiua. Maana aliua sana. Wachungaji wengi wakaniambia, baba usiseme hizo vitu. Wanaenda wanashika kijana mmoja mdogo hata hajielewi, wanamwekelea, wanafanya stage management ati Jumaizi anaweza kunyonga mtu. Niliposema hiyo kitu ndio probox ilinikujia baada ya siku 3 ikapita, lakini nikajami. Hii mkono nilikuwa nimeambia Mungu ikitoa knockout moja aone ni kama amepigwa na bomu. Lakini hawakutoka kwa gari. Mimi nikapita nikasonga kabisa, nikaenda kama haisongi. Nilipopiga kona hivi ndio wakaanza safari. Amen. Nilikuwa naongea namna hivyo nikingoja chairlady amalizie kitu fulani hapo, sasa amemaliza. Bwana si sana. Kwa hivyo usiogope jambo lolote, usiogope lolote kabisa. Na apostle, you have our full support for this initiative. You have it to the fullest of capacity. Tutatembea popote, na hata apostle akihitaji ulinzi wa hapa chini tutampa free of charge. Akiwa anaenda mahali penye anajua kuna hatari, tutaenda na yeye tu. Tutatembea na yeye. Yeye hana bodyguard polisi, sisi ndio bodyguard wake. We are here, baba. We will support you to the last moment until we make sure that Nairobi is a clean city and a place that everybody can admire to stay in. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka tutamatishe. Amen. Nimuite tena our dad in this capacity and our apostle to come over, our leader, to tell us something again that will make us to move and have the appetite for the next meeting. Just stand up on your feet as we receive him on the altar. It's okay. You may be seated. Ama mnekuwa nataka kusimama kidogo. Hebu simama tujistretch kidogo. Tuibe kekosho moja. Kekosho moja iwekwe basi. Tuibe kekosho. Na mtaokoka leo. Sindio? Yes baba. How are you? Yes ma'am. Yeah, harakisha baba. So, tukiwa kama tumesimama hivyo, wangapi wamekubaliana kutoka leo tutaanza safari moja? Tutaitwa Mfalme wa Amani Foundation. Sema Mfalme wa Amani. Tutakuwa na peace caravan. Tutazunguka Nairobi yote, tudeclare na tuseme hakuna vita na hakuna damu itamwagika kwa sababu ya siasa. Wangapi wako tayari tuzunguke Nairobi vizuri? Tuzunguke kila mahali. Tuende kila mtaa. Si ndio? Wangapi wamesema lazima amani ipatikane? Hakuna siku damu ya Mkikuyu, damu ya Mkarejini, damu ya Mjaluo itamwagika Kenya kwa sababu ati nilikuwa napigania kitu. Ati napigania mtu. Hata waisi wote. Wangapi waisi kwa hii nyumba? Tuko na wao. Mimi naona. Najua nilikuwa mwizi. Nilikuwa pickpocket hapa UTC. Naona hata nikiangalia pale kuna mmoja, pale kuna mmoja, pale kuna mwingine. Lakini hapo usijaribu kutoa kitu kwa sababu Mungu wako hapa. Malaika hapa watakushika. Simameni mami.
Tunasimama, tusimame. Tunataka lazima tuimbe roho shuka, roho shuka, roho. Si ndio? Haya. Tusikie wimbo alafu tena turudi hapa. Dakika tu. Boss, mnafanya nini? Haya. Piga makofi ya juu. Juu. Ukiona mtu apigi makofi anakuwa mchawi. Hebu angalia mwenzako. Ukiona asimami ningedito amekalia. Huyo ndio adui yako. Wapi shangwe na vigelegele? Baba pokea sifa. 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 Hakuna kama wewe, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba tunakuimbia, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Haya buruka hivi kidogo Joseph. Turuka hivi. Luka juu. Toa miguu yako chini urukia Yesu. Baba tunakuchezea, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba tukurukia, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba tukurukia, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Haleluya. Amen. Tunaweza kuketi. Sasa si umeburudika kidogo? Asante sana. So, wagapi tumesema tutafanya hiyo kazi? Tuzunguke Nairobi. Inua mkono wako juu. Sasa akili ni mzuri. Wagapi tumesema tutapunguza ujinga? Si kupunguza, ni kuondoa. Sasa kuna kitu nataka tupitishe leo. Maana hii ni buge. Sema ni nini? Hapa ndio tutapitishia. Kutoka Nairobi, kutoka sasa imeanza kubadilika. Kupitia kwa viongozi hawa tutatafuta expert. Sema expert. Wakae chini wachore ile Nairobi tunataka. Wafanya nini? Wachore ile Nairobi tunataka. Kama ni barabara 5 tunataka kwa miaka 5 ijayo ni barabara 5. Kama ni soko tunataka soko namna gani? Kama ni mambo ya kutafuta kazi tutafanya namna gani? Tumekubaliana? Hiyo ndio itakuwa blueprint yetu. Sema blueprint. Sasa mtu wa Babu Owino, simama tu kidogo. Mtu wa Babu Owino utamuleta wapi? Mahali tutasema. Tumwambie blueprint ndio hii. Fanya mtihani. Akipita tutampatia. Akianguka aende akiedaga. Tuite mwingine. Tuite anaitwa Basega, anaitwa nini? Tuite Basega atuambie. Akianguka aende akiedaga. Tuite Kagore. Kagore akikuja akianguka aende akiedaga. Na tukipitisha hiyo yote tuchague mtu mmoja. Hawa wengine tutawaambia muende nyumbani na mtisupigie kelele. Hatutaki kusikia sauti yenu ama microphone yenu ama anything. Tushachagua kiongozi. Wachana na sisi tufanye nini? Biashara zetu. Na wakijaribu kutoka kwa barabara, si mnajua tunajua hiyo kazi. Ni kuchukua hizo vitu zake na magari zake tuweke kado na yeye tumweke mahali akae mpaka kule imalizike. We are taking Nairobi by power. Sema by what? By power, by fire. Hatutakubali ujinga kushinda watu wanasuguka huko. Sasa unaniangalia vibaya, unaniuliza sasa tukose pesa. We must change. Lazima tufunge tumbo yetu, lazima tufunge maisha yetu. We bring a change. Wagapi wako for that? Kama ni MCA hatutaangalia chama, tutaangalia quality. Kama ni MP hakuna chama, ni nani? Hata akikuwa chama ya ubwa, as long as ako na quality, we are going for that. Are you mnanisikia hivyo? Na mnajua nikisema nimesema.
na tunapitisha. Si tunapitisha? Asante sana. Mungu awabariki. Kwa hivyo sasa nitawaita, nimewaomba tarehe ngapi? 31 usiku mkuje tuobee hii safari. Maana kutoka Januari tarehe 14 hapo ndio tutaanza safari ya kuzunguka Nairobi kutangaza amani. Kwanza tuzunguke Nairobi, tuwe na kitu inaitwa Peace Caravan. Na tutatoka sisi yote. Tuzunguke Nairobi mzima. Tuende katuwekera, tuambie Mjaruo sasa ujinga imeisha. Tuende kule kugine kwa Kikuyu ujinga imefanya nini? Tutavute Waluya, tuambie ujinga imefanya nini? Tunataka kubadilisha Nairobi. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kutoka hapo we'll make other decisions. Kwa hivyo mkiweza on 31st mkuje usiku, tutafanya maombi specifically for the si ya kuruka mwaka, specifically to pray for the journey ile tutaanza. Maana tukianza journey mnajua tunajua kuburumusha, tutagurumisha mpaka Nairobi igurume vizuri, mpaka ikae vizuri. Na sisi ndio tuta make decision. Sema ende ukienda nyumbani, uende ukiambia mtu sisi ndio tuta make decision. Sio wao watumekie decision. Tutakuwa na blueprint, tutakuwa na structure, alafu wale watu wote wanatafuta kazi. Sema kutafuta kazi. Hakuna mtu ataenda Dubai kutafuta kazi tena. Hapana. Hakuna mtu ataenda Dubai kufanya nini? Kwenda kuosa nyoka huko ndio apate pesa. Hapana. Hapana. Kenya hii tuko na kazi ya kutosha. Unaona hizi vitu tumetengeneza hii? Inaitangwa nini hii? Inaitangwa interior designs. Hii haikudesigniwa na watu nilitoa nje. Wale criminals tulikuwa na wao ndio tulitengeneza na wao. Wale tulikuwa nao Kamete, hawa vijana wakora, muizi wa buduki, muizi wa kisu, muizi wa pickpocket, niliwalete pamoja, tukatengeneza katimu, tukaruda. Nikawa train wakajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niko na wao 1,100. Na mimi hapa kai kanisa yetu hatutakagi mtu mzuri. Tunataka mtu mbaya. Wale watu wa kulala biguni wanakuja asubuhi, hapa msikanyage. Hapa tunataka watu wanaishigi wapi? Wale tunakaaga na wao wapi? Hapa duniani. Watu wa kuishi kule biguni, watu wameokoka kuliko Yesu, usikanyage hapa. Nataka huyo maraya, nataka huyo mwizi, nataka huyo mtu mbaya, because hata mimi niliitwa mbaya, sasa hivi mimi ni mzuri. So tuna hiyo ya interior. Hizi viti mnaona hata hiyo kiti umekalia. Tumetengeneza wapi? Hizi kiti ya mshaina nimetengenezea wapi? Na ni mtu alikuwa anataka kuwekwa kwa tairi ya chomwe. Ni mtu aliitwa maraya, ni mtu aliitwa jagiri, ni mtu aliitwa mkora. Sasa hizi wametajirika, wanaendesha magari. Nilikwambia ni nini? Akili peke yake itatosha. Hii nguo mnaona imetoka wapi? Yeah? Taki. Hii ni mimi nimeshona. Tumeshona wapi? Mashini zetu ziko hapa chini. Kabuni yetu kubwa sana. Na hakuna mtu mzuri anako hapo chini. Alikuwa muisi, alikuwa maraya, alikuwa chokora, alikuwa takataka, alikuwa kishetani, lakini they are making a change. So you can make a change. So hizo vitu zote where you can be able to fit. Nataka utajiandikisha, mkuje one day kuja kwa ofisi, nitawaambia ofisi iko wapi, ujiandikishe. Then we start a program for you. Wherever you are. Tutaanzisha program hapo. Kama ni ya kushona maguo, tunashona mimi na hii ninapeleka Taki. Zinapelekwa Taki. Are you getting me? Zinapelekwa Taki. Sasa hizi tumetengeneza socks 500,000. Zinaenda Uganda, Tanzania, zingine zinaenda Rwanda, zingine zinaenda DRC. Zimetoka wapi? Na ni nani alitengeneza? Ni jagiri, ni maraya, ni muizi, ni pickpocket. Si mtu alitoka biguni, si wale wanaishigi biguni. Watu wa biguni hapa msikanyage. Wacha tu enjoy hapa, tutakutana biguni. Si ndio? Huyo mlevi, huyo mtu wa bangi, huyo mtu wa mratina, wewe ndio nataka. Mtu mzuri, msikanyage. Msikia usikanyage hapa. Wewe mnaona kama ni mtu mzuri. Nataka hawa watu wamechukiwa. Hawa watu wabaya. Because hata mimi nilikuwa nimechukiwa. Nikipigwa risasi nilikuwa napigwa risasi ndio nikufe. Nikuhukumiwa kunyogwa, walikuwa wananihukumia nikufe. Walikuwa wanataka kuninyoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamenipeleka jela 52 times. Ndio nifanye nini? Wanifuge. Lakini nilikataa na nikasema I belong to this nation.
and I can bring a change in this nation. Hakuna hatutaenda. Hiyo makazi mnaambia mwende huko Dubai kutafuta, wachaneni na Ruto. Mnaenda kuosha nyoka huko, mnaenda kudharauliwa huko. We have manpower here. Hapa hii territory yetu iko na kila kitu. The Bible says in the book of Genesis, Genesis chapter number 1 verse 26, ikasema namna gani? Let us make man in our own. Let us make who? In our own. Alafu wakatengeneza man. In verse 27 inasema nini? And God gave man dominion. Sema dominion. Na akamwambia subdue the earth. Then akampatia the fish, the bird, and the animal, and every tree. Akapatia nini? The fish, the bird, the animal, and every tree. Akamwambia subdue the earth. Sasa unaenda kutafuta utajiri mwingine wapi? And you have the earth to subdue. Unajua sasa unajua ni mrasta, wewe ni mvutaji wa bangi, sasa umeweza kufikiria ni mumea. Tulipatiwa mumea. So we have the capacity to subdue because God has given us dominion. Sema dominion. Dominion is to dominate, to control. Hakuna pesa utaenda kupata kwingine, hapa tutatengenezea. Si ulisikia nilitengeneza Dadora damming site na nika control. Mkielete mafi yenu na takataka yenu mnalipa. That is what you are going to do. I will empower. Tuko na empowering system, economical empowerment, social empowerment na spiritual empowerment. Kwanza kabisa ndio uache kwenda kukibiria mwanasiasa. Lazima ukuwe na kitu kwa mfuko. Mwanasiasa akikuita unamuuliza unataka nini? Niambie kabla nikuje. Because you are economically empowered. Kwa hivyo kama wewe unajua you can do something, you register with us. Uregister ile kitu unaweza kufanya. We are going to start roll out a program kutoka February ya kutafuta kazi. Na kazi ni mikono yako. Na kazi iko kwa kichwa yako. Kazi hakuna mtu atakutengenezea, sisi tutatengeneza. Tumekubaliana hivyo? So mtu yote asilie hapa ati hakuna kazi. Up here we have tycoons, we have rich people, we have business moguls. Kuna watu wataingia ndege waende wakafanya biashara Taki, sio kwenda kuuza damu, kwenda kufanya biashara ama kuingia ndege uende ukakule happy Dubai because you got money and you can become. Sasa wewe unaniuliza na aje sasa na saa hii hata lunch sina. Leo nitakununulia lunch. Si umesikia mpaka Charity amesema ni beautiful. Charity, are you married? Are you married? You are searching. Search me. Kila mtu ako na quality. And everybody has a vision. And every vision is valid. And everybody has a dream. And every dream is valid. Ukiona mtu anatokanga kwenda kuiba, ako na bidii. Mnyamaze sasa. Please, nawaomba mnyamaze. Watu wa baba. Mama, baba bali? Ina mkono watu wa baba? Wale ni watu wa baba wako pale. Wale wamekaraga nywele. Hallelujah. Yes. Every dream, tusikilize sasa. Every dream is valid. Anything, you can do anything and become. Mnanielewa? You can do anything and become. And you will win this battle. You are not a loser. You are never born a poor person. God gave you the blessing. In verse 28 ya Genesis 1 inasema and God blessed them. You are a blessed man. Umebarikiwa. Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. You can be fruitful because you are a fruit. You can be what? Be fruitful because you are nini? If you put that fruit into the soil, it will multiply. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the kind of an army. Nataka kujenga an army that is able to move forward. Hakuna mambo ya kuangalia ati mimi nikatuwekera nataka muhame. Watu wakatuwekera na nyumba za matope Nairobi, hiyo upusi tuachane nayo. Kuna mtu aliniambia ati ametoka Nairobi, tulikutana naye Eldoret, mruya fulani mrafiki yangu. Akaniambia ametoka Nairobi, nikamuuliza wapi, akaniambia akatuwekera. Nikamuuliza kwenu kuna nyumba ya matope? Akaniambia hapana. Na unakaa wapi? Akatuwekera nyumba ya matope. Nikamwambia hiyo sio akili. Haukaagi Nairobi, unakaaga kutuelewi.
The lifestyle, angalia lifestyle unaishi. Is it a village lifestyle or a Nairobi lifestyle? Why? Were you condemned ati unaweza kuishi lifestyle ambayo sio mzuri? Yeah? So lazima tujitume. Tuifanye nini? Lazima tujitume. Tukijituma tutabadilisha. First of all, tubadilishe akili, tubadilishe mifuko, ndio tuweze kubadilisha Nairobi. Kwa hivyo whoever that wants to be part ya hiyo development project za kushona, za mbao, tuko na kampuni ya kutengeneza viti kama zile unaona pale. Hiyo ni kampuni na nini nyingine kama hilo unaona pale tumetengenezea hapa. Hizi nguo kushona. Tunatengeneza sound system, video tumetengeneza sound system. Everything that you need, we have it. Tunalima, kwa wale wanajua kulima, huko Mainaroko tuko na 1000 acres of land. Tunalima viazi. Tunatengeneza clips, tunapeleka Dubai. Si unaona ni akili? Basi kubali kutembea na mimi, akili niko nayo. Number 2, if you are a drug person, unakunywa madawa, hiyo lazima utaacha. Hiyo tutafanya mobilization every single house. Iwe ni Kibera, iwe ni Ruda, iwe ni Muthaiga, tutaenda kwa kila nyumba tukitafuta mlevi wa madawa ya kulevya. Tutakubeba mbele ya wazazi wako, tukufiche mahali mpaka dawa itoke kwa mwili. Alafu tukupatie kazi. Haitajalisha mtatufanya nini. Kama wewe ni mvutaji wa bagi, notice kutoka leo bagi ianze kupunguza. Tutakupatia miezi 2 ya kupunguza bagi. Tumekubaliana? For us to win this battle, we must be sober. Hallelujah. Kama wewe ni wa kane, ile mnaekaka kwa mfuko kanudhu. Mtu wa kanudhu, ile kadogo hii ya kuweka kwa mfuko. Hiyo ni marufuku kutoka sasa. Ile pombe tutakubalisha wewe ukunywe ni Tusker. Inatoka pesa ngapi? 300. Si ndio chupa moja 300. Kwa hivyo ukikunywa chupa 5 ni pesa ngapi? Ni 1500. Unaweza kwenda kukunywa pombe na huna pesa hiyo. Lakini haka kegine ka shilingi 50 unahitaji tu mtu akupatie bao 2 uende ukunywe, unafanya nini? Kwa hivyo tutaanza operation ya kumaliza hizo pombe zote. Kama ni lazima ukunywe, ununue pombe ya kutoka 200 kwenda juu. Na uwezi kwenda kununua pombe ya 200 kama hauna 200, lazima ufanye kazi ndio upate nini? So hatutaki kuona mtu ambaye atakuwa idler, na hiyo pombe tutaigia Nairobi. Nataka tutengeneze kikosi mzuri, majesi barubaru, mahali wanauza hizo pombe. Hatutahitaji serikali, tutaenda sisi tuvuje, tupelekwa. Mimi mnasema ni Dora amenituma. Hakuna jela mpya wamejega, watanipeleka Kamete kule najua. Mumeelewa? So for us lazima to change mambo yote. The systems, how we are living, how you are doing, venye unakula, venye unavaa, venye unafikiria, venye unatembea, lazima tufanye nini? To change. If we are thinking of changing a nation, changing a community, lazima to change our behavior and character. If we must work together, our character lazima ikuwe kitu ambayo kila mtu ataipenda. Watu wakiona hawa watu wanasema wow, those are great men. Wale watu wamewahi kushinda dunia yote. It is because their character is good. Hallelujah. Sasa umahuru tuweke nini chini? Umahuru yote tuweke chini. Ndio tuweze kusimama vizuri as men and women of God. Na tutashinda vita zote. Hallelujah. Tusipatie shetani mahali popote pa kujishikilia ndio atupige. Ndio tuwe kikosi ambao tukienda tunaenda Mungu anaonekana. Na Mungu wetu akionekana tutashinda. Kwa hivyo I'm going to create every atmosphere ya wewe kubarikiwa, ya wewe kuchangiwa maisha yako. We are going to create an atmosphere that you are going to feel that you belong to Kenya and you belong to this nation and you qualify to be called a Kenyan. Maana Kenyans, they are not bank smokers. They are not drug addicts. Kenyans are hardworking people. They are good people. They know they are God and they love their God. Hallelujah. Si nimehubiri. Si mutoe sadaka. Asante sana. God bless you. Kwa hivyo tukubaliane kutoka sasa, safari ndio hiyo ya kurekebisha kila kitu, tabia zetu, maisha yetu, finances zetu, kila kitu. I am ready to lead you on that and make a nation a proper and a good nation. Amen. Makofi mazuri tena zaidi hapo.
Amen. That is so powerful. Nataka tuweze kupatwa a vote of thanks by one of our own servant of God. I don't know where Pastor Grace is. Pastor Grace. Amen. Itabidi tu. Amina. Kuna mtumishi wa Mungu akapa hivi mnyamavu hivi, lakini akishika microphone huwa anaongea, lakini sasa sikuja kuhubiri baba. Votes of thanks to. Votes of thanks to. Amen. Pigia baba makofi mazuri. Votes of thanks to. Yani votes ya shukurani. Alafu tumalizie na neno la maombi kutoka kwa mpendo ambaye nitaambia. Lakini sasa huyu hata kwa mhubiri. Tutapata volunteer kutoka katikati yetu ndiye atakuja kufunga kwa maombi. Volunteer kutoka katikati yetu. Na naomba round hii ikuwe ni Gen Z. Maana Gen Z pia tukue na Gen Z kwa maombi pia. Asante sana. Wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu aliye mwema, Mungu aliye mwenye baraka, na Mungu anayekuza, na Mungu anayeinua na kubariki. Hii ni siku ambapo imekuwa ni siku mzuri kwangu mimi na kwako wewe. Nafasi hii naichukua kumshukuru Apostle Warwingi na aliyekuwa driver wa kuendesha hili gari. Mambo iliyozungumzwa hapa hata sitachi kuchukua even 3 minutes. Ni mambo iliyo mzuri. Hata sikuwa nimetarajia Apostle atazungumza vile jinsi nimeona. Huwa namuona nikiwa mbali. Amezungumza tukicheka. But yule ambaye amewahi kuchukua hapo kitu, uchukue jambo hapo na litakusaidia. Uone vile jinsi amesema na jinsi vile alivyokuwa. Mimi nilimjua, si uongo anasema hapa. Nilimjua. Lakini ikiwa Mungu anaweza kuchange mtu, amechange yeye kutoka mahali alikuwa na amesimama hapo mahali alipo sasa, hata sisi tunaweza kubadilika. Wameongelelea mambo ya uongozi. Yes, mambo ya uongozi, I wish angekuwa hapa angesikia, lakini amehama, ameenda huko. Lakini madamu iko atamuelezea mambo ya uongozi vile jinsi nimesikia wamezungumza. Mara nyingi sisi huwa tunadanganyika kwa kutokuwa na maarifa ndani ya maono yetu. Na viongozi wazuri wanakuja, my friend, wakiwa na lugha tamu. Tunafutiwa na hiyo, na hatujui yeye ni nani. Tunakuja kuona sura kama amechukua kiti. Ya mwisho, mambo ambapo Apostle amezungumza na kusema tunataka kwenda round tukihubiri amani, tukichange, tukiambia watu. Hiyo tunaitwa kwa kimombo, that is civic education. If we can do that, nafikiri watu wengi watachange. Civic education ndio na we lack civic education ndani yetu. Mtu kama umeelimishwa
ni unajua kile kitu nataka kufanya unakifanya kwa njia mzuri. Wacha nimalizie hapo. Mimi ni mhubiri. Ukiendelea sana uone watu wamechange sura yao, unajua wamesema wamechoka. Hebu jipigieni makofi. Na hiyo kitu nimeona. Asante sana wahubiri tumekuwa nao. Ambia yeye tutakwenda njia pamoja. Hiyo njia ni nzuri. Asante. God bless you. Pigia baba makofi mazuri. Amen. Amen. Civic education inahitajika sana. Niulize swali moja. Ni wangapi wanajua katiba ya Kenya ina chapters ngapi? Chapters 2. Hawajui. Sasa chapter 1 hii nakuambia kwa sababu naongea kwa sababu kuna kitu na ngoja kikuja hapo kwa mlango ndio uende na fare yako. Amen. Inasema hivi, all sovereign power. Hiyo ni chapter number 1. Tunakuwa na 18 chapters peke yake ya katiba yetu. Chapter number 1 inasema hivi, all sovereign power belongs to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance with the constitution. You are the people, that all the sovereign power of this nation belongs to you. The sovereign power means you are the one who should decide who should be a leader and who should not be. Amen. Na hapo ndio napata ndio apostle anatuelekeza kufanya hiyo kazi kwamba tuna determine who becomes our leader and who does not. Now, to that point, I want us to have a volunteer amongst us. A volunteer who will stand and close a meeting with a word of prayer as we arrange you now to disperse you. Yes. Amen. Makofi mazuri. Makofi mazuri. Makofi mazuri hapa. Kuna ndugu hapa amesimama. Anakaa mtumishi wa Mungu anafaa niti. Bwana Yesu asifiwe. Pigieni Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Hiyo ndio vigelegele. Piga makofi na shangwe na vigelegele. Hallelujah. Naitwa Pastor Muriithi David. Nimetoka kule upande wa Kasarani. Na this is my first time to be here. But I am nakuanga nafuatilianga mtumishi wa Mungu sana kwa Crown TV sana. Mimi ni follower wake mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimekuwa nikijifunza mambo mengi sana kuhusu mpaka mali tuko na mali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena mimi am a politician. Mimi ni mhubiri na bado mimi ni mwanasiasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So nimeambiwa tu ni kunja tu ni ombe maombi ya kufungia mkutano. Ati? Sawa. Twasema Baba, twasema sante, twasema simama sashwari. Baba twasema asa, Baba twasema asa, Baba twasema asante ewe Mungu. Everlasting Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we glorify your mighty name. Asante Bwana kutukusanyisha mahali hapa sote mchana wa leo. Baba yangu umekuwa mwaminifu na umekuwa mwema tangia tulipoingia mahali hapa. Baba tumefundishwa mengi, tumeongeleshwa mengi. Baba tunaomba hiyo roho ambayo Baba tumeipokea kutoka hapa kutoka leo. Baba tukawe mfalme, the ambassadors of peace in our areas, in the mighty name of Jesus. My Father, ninawaombea viongozi wote ambao wamekuwa mahali hapa na ambao wameshikilia mkutano huu. Baba rehema yako ikawatoshe, na wale ambao tumekuwa hapa tumekaa chini tukiwasikiza, ninawaombea baraka zako na rehema zako. Mbali wataenda, ninaomba malaika wako Bwana kawaongoze na kawabariki, na chochote wanahitaji Baba ukaweza kuwabariki. Na katika jina takatifu la Yesu tunaomba na kuamini, semeni amina. Pigieni Yesu makofi mazuri na shangwe na vigelegele.
Barikiwa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunamalizia. Pastor Grace, dakika moja tena please. Pale pia niko tu. Ndio tu release hao wapendwa appropriately. Tunataka tufanye namna hivi. Bwana asifiwe sana. Tunataka kwa release na tunataka tukue na mahali pawili. Bethel Clouds TV, empowering lives.